Baada ya kifo cha Papa Francis tarehe 21 Aprili mwaka 2025, Kanisa Katoliki limeingia katika kipindi maalum kinachoitwa sede vacans, yaani kiti kiko wazi. Kipindi hiki huandamana na taratibu za kidini na kiutawala zilizodumu kwa karne nyingi, kikifungua mlango kwa uchaguzi wa papa mpya. Hatua ya kwanza ni kuthibitisha rasmi kifo cha papa, jukumu linalotekelezwa na Kamalengo ambaye kwa sasa ni Cardinal Kevin Farrell. Baada ya uthibitisho huo, anafunga makazi ya papa na kuhakikisha pete ya uvuvi fisherman ring na muhuri wake vinaharibiwa rasmi ili visitumike vibaya. Kwa siku 9 mfululizo hufanyika ibada maalum ya misa kwa heshima ya papa marehemu, kipindi kinachoitwa Novena. Tofauti na mapapa waliotangulia, Papa Francis alitaka mazishi rahisi na ya unyenyekevu. Mwili wake utazikwa katika Basilika ya Mtakatifu Maria Mkuu huko Roma, badala ya kaburi la kawaida chini ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Wakati huu wa sede vacans, utawala wa kanisa huwekwa chini ya baraza la makardinali. Ingawa hawaruhusiwi kufanya maamuzi makubwa ya kisera, wanaratibu maandalizi ya uchaguzi wa papa mpya. Viongozi wengine wa Vatican husitisha kazi zao hadi papa mpya achaguliwe. Uchaguzi wa papa mpya unafanyika kupitia kikao cha siri kiitwacho conclave. Hapa makardinali wote walio chini ya umri wa miaka 80, kwa sasa wakiwa 135, hukutana katika kanisa la Sistine bila mawasiliano na dunia ya nje. Kura hupigwa kwa mizunguko kadhaa. Wakati hakuna mshindi, moshi mweusi hutoka kwenye bomba la paa la Sistine Chapel. Papa mpya akipatikana, moshi mweupe ufuka, ishara ya habemus papam, yaani tunaye papa. Miongoni mwa wanaotajwa kuwa na nafasi ya kuchaguliwa ni Cardinal Pietro Parolin wa Italia, katibu wa Vatican, Cardinal Luis Antonio Tego kutoka Filipino, mkuu wa ofisi ya uinjilishaji, na Cardinal Matteo Zuppi wa Italia, rais wa baraza la maaskofu Italia. Wote hawa wanaonekana kuendeleza maono ya Papa Francis ya kanisa linalojali wanyonge na lenye usawa. Kutoka barani Afrika, miongoni mwa majina yanayotajwa sana kuwa na nafasi kubwa ya kuchukua nafasi hiyo ni Cardinal Peter Turkson kutoka Ghana na Cardinal Robert Sarah kutoka Guinea. Ni miongoni mwa wagombea wanaopewa nafasi kubwa. Wote wawili wana uzoefu mkubwa ndani ya Vatican na wamewahi kushika nyadhifa za juu katika uongozi wa kanisa. Iwapo mmoja wao atachaguliwa, basi hilo litakuwa tukio la kihistoria kwa bara la Afrika, kwani kanisa halijawahi kuwa na papa mwenye asili ya Kiafrika katika historia ya karne nyingi za upapa. Macho na masikio ya waumini wa Katoliki duniani kote sasa yanaelekezwa Roma kusubiri ni nani atakayevaa viatu vya Mtakatifu Petro. Wakati huu wa mpito ni wa sala, tafakari na matumaini kwa mamilioni wa waumini wa kanisa Katoliki duniani, wakisubiri sauti mpya ya uongozi wa kiroho. Haya ni Makinikia ya habari. Endelea kusubscribe chaneli yetu kuendelea kupata taarifa zaidi.